Amen. Wakati huu Yesu alikuwa ametoa mfano wa kwanza, ndipo maandiko yanasema ya kwamba akatoa mfano mwingine. It seems that Jesus had given a first example, but now it's indicating he's giving a different example. Alikuwa ametoa mfano wa yule mpanzi au mkulima alipoenda kupanda mbegu zake. He previously gave an example about the sower, and now he's giving a different example. Na akasema zimoja zilianguka kando ya njia, And he says some of the seeds fell among the way. zingine zikaanguka katikati ya njia, And other seed fell in the midst of the road. zingine zikaanguka kwenye mwamba. And other seeds fell on something else. Lakini hatuko huko, tunataka tuzungumze kwa ajili ya mfano huu ambao naenda kuzungumza kwa ajili ya magugu na ngano. But we're no longer talking about the parable of the sower. Rather, we're talking about the parable of the weeds among the wheat. Leo tutazungumza kwa ajili ya magugu na ngano. We're going to talk about the parable of the sower, the weed, and the wheat. Yesu akatoa mfano. Jesus gave a parable. Mpanzi alienda kupanda, He went on to sow mbegu njema. good seeds. Na watu walipokuwa wamelala, And when people were asleep, akaja adui, an enemy came akapanda magugu. and he sowed wheat Bila mpanzi au mwenye shamba kujua. without the owner of the garden knowing. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Kitabuka na maandiko wakati zilipoanza kuchanua kukua, If you go down as the weeds, wale wakulima au wafanyakazi wakaenda kondeni au shambani. the servants went to the field. Na walipofika shambani wakaona mbegu au ngano zinapanda au zinamea pamoja na magugu. As they went there, they saw the weeds among the wheat. Na wakaja kwa mwenye shamba. And they came to the owner of the garden. Wakaweza kumuuliza, They asked him, mbona sisi tuliona ukipanda mbegu njema? we saw you planting good seed. Sasa tulipoenda kondeni au shambani, When we went to the garden, tulipata ngano zinamea pamoja na magugu. we saw that there are weeds growing among the wheat. Hiyo ina maana gani? What does that mean? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Wanafunzi wakamwendea Yesu wakati walipokuwa wametulia nyumbani. The disciples went to Jesus as he was resting at home, ili waweze kumuuliza nini maana ya mfano huu aliyomtoa. so that they can ask him the meaning of this parable which he gave. Wacha tuende kuona maana ya mfano huu, mfano wa magugu na mfano wa ngano. Let us go ahead and look at the meaning of the parable of the weeds among the wheat. Fungua kitabu hicho cha Mathayo, Same book of Matthew, soma sura hiyo ya 13, chapter 13, mstari wake wa 36 hadi 43, aliye tayari kusomea hapo. verse 36 to 43. 13, 36 hadi 43. Swali vile Yesu alivyowajibu wanafunzi wake wakati walipoenda kumuuliza maana ya mfano huo aliotoa magugu na ngano. Tusome katika jina la Yesu. Kisha Yesu akaagana na makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamjia wakamwambia, tueleze maana ya ule mfano wa magugu shambani. Akawaambia, aliyepanda mbegu nzuri ni mwana wa Adamu. Shamba ni ulimwengu na mbegu nzuri ni wana wa ufalme. Magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyepanda magugu ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia na hao wavunaji ni malaika 40. Kama vile magugu yang'olewavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa wakati wa mwisho wa dunia. Amen. Amen. 42 na 1 mpaka na 3. 41. Mwana wa Adamu atawatuma wa malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake kila kitu kinachosababisha dhambi na watenda maovu wote, nao watatupa katika tanuru la moto ambalo kutakuwa na kilio. Na 43.
ndipo wenye haki watang'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Yeye aliye na masikio na asikie. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu akawaambia maana ya mfano aliotoa akiambia wanafunzi wake. Jesus explained the meaning of the parable to his disciples. Na leo nataka tulinganishe shamba hiyo au mfano huo na kanisa siku ya leo. And today I want us to compare the parable in the church today. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shamba tulinganishe na kanisa. The field, I want to liken it to the church. Mbegu ile iliyopandwa tulinganishe na Wakristo. The seed that was sowed, I want to compare that to Christians. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Wakati mpanzi alipoenda kupanda mbegu njema, The time when the sower went to plant good seed, adui naye akaenda akapanda mbegu mbaya. the enemy went on and planted bad seed. Na hivyo ndivyo ilivyo katika kanisa. And that is how it is in the church. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika kanisa kuna wale wanakuja kanisani wakijua ya kwamba tunaenda kumwabudu Mungu katika roho na kweli. And the church, there are those who goes to church knowing they're going to worship God in truth and Na kuna spirit. wengine wanakuja wacha twende tuharibu hilo kanisa. And there are those who come to church saying, let us go ahead and ruin the church. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana watu unaona kanisa zinakuwa na malumbano. That is why you see there is conflict in the church. Kwa sababu katikati ya mbegu njema kuna na magugu ya kutaka. Because in the midst of good seed, there are weeds. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma Ayubu. If you read the book of Job, Tumoja asome Ayubu sura ya kwanza mstari wa 6 na wa 7 na mwingine asome Ayubu sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 3. if you read Job chapter 1 verse 6 through 7, Ayubu sura ya kwanza mstari wa 6 na wa 7 Job chapter 1 6 through 7, na Ayubu sura ya 2 mstari wake wa kwanza hadi wa 3. Tusome Ayubu 1:6 hadi 7. Siku moja wana wa Mungu walikwenda kujionyesha mbele za Bwana. Shetani naye akaja pamoja nao. Bwana, mstari wa 7. Bwana akawaambia, Shetani, umetoka wapi? Shetani akajibu Bwana, natoka kuzunguka pote duniani, nikitembea huko na huko humo. Amen. Amen. Nenda sura ya 2 mstari wake wa kwanza hadi wa 3. Ayubu 2:1 hadi 3. Siku nyingine wana wa Mungu walikuja kujionyesha mbele za Bwana. Shetani naye akaja pamoja nao kujionyesha mbele zake. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi? Shetani akamjibu Bwana, natoka kuzunguka pote duniani, nikitembea huko na huko humo. Bwana akamwambia Shetani, je, umemwangalia huyu mtumishi wangu Ayubu? Mtu ambaye hakuna mwingine duniani aliye kama yeye, asiye na hatia, mnyofu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Naye bado mpaka sasa anaudumisha uadilifu wake, ingawa ulinichochea dhidi yake ili nimwangamize pasipo sababu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Andiko la kwanza la Ayubu ni pigo la kwanza Ayubu alilolipata kwa kuangamizwa mali zote za Ayubu. the first book of Job, it is about the attack on Job when he lost everything, including his family. Na andiko la pili la Ayubu ni pigo lake la pili. And the second book of Job is the second attack aliyoyapata kutoka kwa Shetani. on the answers he got from Satan. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Mahali wana wa Mungu walipokuwa wamekusanyika, When the sons of God Shetani na yeye akajiunga pamoja na. and Satan also Bwana came. Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tuelewe ya kwamba mfano ule wa magugu na ngano Let us understand the example of the weed and the wheats. na andiko hili la Ayubu, And this book of Job, mahali wana wa Mungu walipo, where the sons of God were, Shetani na yeye yupo. Satan also is there. Kwa hiyo Shetani hapendezwi mahali kunapoendelea kwa wana wa Mungu. Satan is not pleased where the sons of God are flourishing. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mahali ambapo anaona ya kwamba
kwamba hapa maendeleo yanataka kuonekana, when he sees that there is, na yeye anajiunga katikati. he also joins in the midst. Ndio yule adui aliyoenda kupanda zile mbegu mbaya ambayo ni magugu. This is the enemy who went to sow the bad weeds. Sasa mnaanza kuumana, hiki kimetokea wapi? And people start saying, where did this come from? Kumbe adui tayari ameshakuingilia. The enemy has come in between. Unaweza hata kufanya vita na mwenzako, lakini sio yeye, adui tayari ameshaingia ndani yake. You may start war with somebody else, but it is not them, it's Na bila Satan. yeye kujua. Without them knowing. Na adui anaingia hata kama wewe ni mcha Mungu wa namna gani. The enemy enters regardless of how far you are to God. Ayubu, maandiko yanashuhudia, Mungu anamshuhudia kwa shetani, hakuna mtu mkamilifu. Job, God was saying this. Kwa moyo. There's no one blameless more than Job. Like Job. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukiangalia shida au mateso aliyoyapata Ayubu, But if you look at the trouble, hata marafiki zake wakaanza kumkana. even his friends, Wakaanza kusema labda mali alizokuwa nazo ni mali za ulaghai. they started saying maybe the wealth, Mali halali. maybe his possessions were not right, Walikuwa navyo si vitu kamili. or everything he had was not pure. Mungu anaruhusu jaribu kwako ili aweze kupima imani yako iko namna gani. But God allows trials to come to you so he can test your faith. Mahali wana wa Mungu walipo na shetani naye anajiingiza ili akaone imani la hawa ni namna gani pamoja na Mungu. Where the children of God are gathered, Satan also comes. Na jaribu kidogo, When you encounter trials, unaanza kutamaini. you start to complain. Labda unaanza kulaumu wenzako. You start to complain to others. Uliza Mungu. No, ask God. Jambo hili limetokana na nini? What is the reason of this very thing? Amen. Haleluya. Amen. Hata haya mateso yote Ayubu aliyoyapata, lakini hakuwahi kutenda sawa. Even though the suffering Job received, he did not sin. Wakati walipomletea habari ya mifugo imeenda, When they brought to him the message about his cattle, zimeharibika, that his possessions, watoto wamekufa, his children passed away, lakini jambo alilolisema, Bwana alitoa na Bwana ametwaa na jina lake libarikiwe. something that he Bwana said. Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Lakini sisi Ukristo wa siku ya leo unapojaribiwa tu kidogo, But as Christians today, when you are tried just a little bit, wewe sasa unakuwa ni watatu. you become something else. Kwamba shetani halali. You forget that Satan does not sleep. Shetani yuko pamoja na sisi. Satan is with us. Kuna wimbo There's a song ambao waimbaji wanauimba hapa kila wakati. that the singers sing here most of the time. Huu wimbo This song unasema ya kwamba says that mwenzako anapokuwa na shida, if your neighbor has a problem, mwenzako akianguka, if your neighbor falls, waimbaji tufanye nini? Kwa sababu ni wimbo wetu. Tufanye nini? Lakini sasa nyinyi mmoja anapokuwa na shida, mnashindwa sasa kuombea. but you, when one of you has a problem, you fail to pray for them. Bwana Yesu atuhurumie sana. Amen. Mwenzako akianguka, When your neighbor falls, mhubiri wa wiki ile si ya jana, ile ingine, the 2 weeks na ago, akasema kwa ajili ya mtu ambaye ameanguka, the preacher talked about somebody falls, na wako wawili, and there are two of them. mmoja anaweza kuwa ameanguka, One may have fallen. inabidi wewe ambao umesimama ufanye nini? It is a must, you who standing. Yesu asifiwe. Amen. Ufanye nini? Umsimamishe ili aweze kusimama tena. To lift them up so that they can stand. Wewe ambao umesimama, mwenzako anapoanguka na unaenda unaanza kumsimanga, sasa unatarajia nini? Na tunaimba kila wakati, mwenzako anapokuwa na shida, mwenzako anapoanguka, tuombeane wana wangu. Ile kuombeana ni ya kwamba umsimamishe tena ili akaweze kuinuka na endelee na kazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Usifikirie ya kwamba vile tulivyo wote mahali hapa na sote tuko watakatifu, hapana. Let us not think that as we all are here, we're all holy. No. Kila mtu anakuja hapa na sababu zake. Everybody come here with their reason. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa wale wasiokuwa na macho waliona wakati ule wana wa Mungu walipokuwa wamekusanyika, shetani na yeye akajiunga pamoja nao, wakafikiria ya kwamba na yeye hapo miongoni mwao ni mmoja wao.
kumbe hapana anakuja kuwapotosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo inasababisha kanisa nyingi au Wakristo wengi waanguke sana bila kutambua ya kwamba mahali wana wa Mungu walipo na shetani na yeye yupo. This is the reason many churches fall, because Satan is in the midst of God's children. Somebody who we may consider to be your friend. That is the person Satan stirs to be your enemy. Amen. Naanza kujiona ya kwamba huyu tumeongea vizuri, tumekuwa sawa, lakini sasa imekuwa namna gani? You start to wonder. Inasababisha mtu anaendelea anaanguka, anaenda anarudi nyuma. Na hiyo ndiyo furaha ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yeye anafurahia ya kwamba awagonganishe ili wengine warudi nyuma. He rejoices when he causes conflict between you guys. So when some of you goes backward, he rejoices. Na mahali kuna maendeleo, and where there's flourishing, hapo ndipo maadui na wao wanaingia. That is where enemies rise up. Wengine wanaweza kuwa anaenda kwa mambo mengine huko ili achonganishe watu wengine tu wasiwe sawa sawa. Somebody may be going places so that it can cause conflict in the midst of other people. Alienda akapanda mbegu akifikiria kwamba zote zitaota zikiwa ni mbegu nzuri tu. They went to sow bad seeds thinking it's going to akawaambia wale wafanyakazi ya kwamba msiache zote zimee kwa pamoja kwa sababu mkikata mnaweza mkaharibu hata zile njema. But he told the reapers, let the seeds grow together, because if you want to pick and choose, you're going to cut even the good seed. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa maana kila wakati watu wanajiuliza mbona kanisani imekuwa ni mahubiri, hakuna mafundisho, kwa sababu magugu bado yako ndani ya kanisa. And that's why you wonder, why in the church is there only preaching and not teaching? It's because there are weeds in the church. And the weeds are those who causes the work of God to go backwards. Those who cause conflict between people. Those who bring divisions. They must understand that they are the weeds in the church. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo siku ya leo tutaenda kuomba Mungu aondoe magugu katikati ya shamba lake. Today we're going to pray God to remove the weeds in his field. Mungu asimame pamoja na wale watakatifu ili magugu yatakapomea wasiwe na nguvu ya kuweza kuharibu God. God to stand with his righteous ones so that they will not have the power to bring them down. Wakati wana wa Mungu walipokuwa, when the children of God grew, kuna wana na watoto. There are elders and youngsters. Kuna mwana na mtoto. There's a child and there's a son. Amen. Yesu aliitwa mwana wa Mungu. Jesus was called the Son of God, not the child of God. Wakati ule Yesu Mungu akaupenda ulimwengu akatoa mwanawe wa pekee. The Bible says God so loved the world he gave his only son. Ni yule anayenenda kulingana na mapenzi ya Mungu. A son is the one who goes according to the will of God. That is the son. Tunaweza kuwa kanisani na tusiwe wana wa Mungu. We may be in the church and not the sons of God. Amen. Na kwa hiyo mahali ambapo kuna mapenzi ya Mungu, hapo ndipo shetani anataka. Shetani hataki mahali ambapo hakuna mapenzi ya Mungu. And where there's the will of God, that is where Satan is interested in. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha tutoe mfano. Let me give an example. Mtanihurumia wale wanaochukua kitu kidogo. You will forgive me. Kama wako hapa lakini si tarajie kama wapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu unayemtoa ya kwamba huyu, if you know somebody anachukua mvinyo, that they drink alcohol, anachukua mvinyo, they consume alcohol, na upate sehemu akunywe kabisa, akunywe chochote, and you find that lakini ulete habari kwa watu wengine ya kwamba venye nimeacha fulani hapo amelewa hoi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu watajua huyu ni kawaida yake. Sivyo? Na wanadanganya kwa atalewa. Lakini watasema huyu ni kawaida yake. Lakini leta mfano au uje na uongo ya kwamba nimeacha pasta pale amelewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao ni makufu watasimama tusikiwaambie. Niliwaambia nadanganya tu.
huyu mtu anajificha ndani. I told you. Lakini wale ambao ni ngano watasema labda huyu mtu hapa anadagaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu sio kawaida yake kusema kama hapana, mtu anadagaa. Lakini kwa wale ambao wanajiingiza kwa wana wa Mungu, wao wanadagaa. Watajaza moja kwa moja ya kwamba huyu mtu alikuwa anajificha, lakini hiyo ndio hali yake. Bwana Yesu atuhurumie sana. Haleluya. Amen. Hata watu wakudanganya huko, fulani ameshika mkono. Ukiwa ndani ya kanisa, hata kama wewe ndio mchungaji wao, na kama uko na mabuku, hauna ngao, watu wataweka mabango. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wao sio wataweka mabango. Na walewe hawa ni mabuku, sio ngao. Lakini ngano wanaanza kukaribia hapo. Wanaficha aibu ili wafuatilie waone ni ukweli au ni uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ndani ya kanisa wale ambao wanasababisha kanisa kuanguka ni zile ngano, yale mabuku ambayo yamejifanya kuwa ni ngano. So those who cause the church to fall are the weeds in the midst of wheat. Kuna mwingine anaweza kujiinua kwa hali aliyonayo. Somebody might rise up, Afikirie kwamba ni shetani ambaye tayari ameingia ndani yake. not knowing Satan has come in them, Na anaenda kurudi nyuma. and they start going back. Na ndio tutaenda kuomba siku ya leo Mungu atusaidie. And we're going to pray today, God, to help us. Wakati ambao wana wa Mungu wanapokuwa wamekusanyika When God's children are na gathered, shetani anapojiunga nao, and when Satan comes in the midst, kuelewa ya kwamba huyu ni shetani. we must understand this is Bwana Yesu Satan. asifiwe sana. Amen. Tuweze kuelewa ya kwamba huyu tayari ambaye anatugonganisha sio ndugu yangu, ni shetani tayari amejiingiza. We must understand the ones who are causing division, it is not them, it's Haya Satan. ndio maombi ambayo tutaenda kuomba siku ya leo. Mungu atusaidie. These are prayers we're going to pray today, God, to help Kama us. ni wale wengine ambao tuko na wao, lakini wao wanapoona maendeleo wanaenda kwa hali zingine watake kuharibu. Hawa ndio tutaenda kuombea siku ya leo. We're going to pray for them today. Mungu akutanane na wao. God, to encounter them. Mungu abadilishe